And by the way, Mama Eliudi najua unaangalia. Kipato hivi tuko live. Yeah. Mama najua unaangalia, ninakuappreciate. Mama amekuwa busy kuliko hata mimi. Wanamuita yeye yani kwenye show anaenda kama mzazi wa Eliudi. Yuko busy. Na tena anajiblandi anavaaga na barakoa. Watu sasa nasema mama wewe unavaa barakoa kama nani yani? Wakimuuliza sasa mama umekuja kwenye hii event tulikuwa tunamtaka Eliudi, kwa nini umekuja wewe? Anasema mimi mnayeniona ili tumbo ndio Eliudi alikao. Mama yuko very proud na yuko busy sana. Jamani kwanza asanteni sana kwa kuja. Asanteni sana, nimefurahi sana kuwaona. Cha pili nataka nizungumze kitu. Mnavyonisikiliza kwa makini. Msiangalie nguo. Utu sio mavazi, ni roho. Mtu wangu wa ndani yuko sawa kabisa, ni nguo tu. Kwa hiyo na hii nguo naongea leo kama mkiangalia sitembei sana maana nikifanya tu ujinga kesho mna subscribe hapo kwa Mange. Kwa sababu yani alivyonipima na alichoniletea nimeteseka hata kuvaa. Na watu wawili kule wa kunivua. Sasa mimi nataka leo kwa sababu sisi tumewaita mmekuja. Nataka nimkaribishe hapa Kipo Wanaman. Kipo Tosh. Naomba ule wimbo wa tuzo kwa sababu hatuwezi tukawa tumesahau. Weka wimbo wangu. Kwanza Kipo Tosh kama hujaja usikilize hata biti moja. Alale. Sage. Ichi hapa sukari wa sage. Kipo Tosh. Uko wapi ndugu yangu? Njoo tuhudumie taifa. Naomba nimlete on the stage Kipo Wanaman. Karibu Kipo Tosh popote ulipo. Jamani DJ mpigie wimbo wake. Niu. Wewe utakuwa muumiza. Unakuja nao tu Kipo Tosh. Njoo. Sukari wa sage. Jamani makofi mengi kwa Kipo Tosh. Kushoto kwangu mimi naiona tuzo yangu. Loza hivi sasa. Nikajua ameenda ukojoa kunja bei kumbe yupo. Safi mkubwa DC. Ndugu yangu. Mbona kama unakiliba tumbo? Toshi, unajadili nguo. Naona unafikiri ushindi ulikuwa kwenye mavazi. Umekaa sasa kwenye mfumo. Jano for everybody. Tumwambie suti yangu na wewe utazaa watoto ndugu yangu. Hiki ni nini? Kipo Tosh. Cha kwanza ni tuwashukuru sana watu wamekuja. Yes. Cha kwanza hicho. Cha pili nilikuwa natamani na mimi hapa na hema vibaya. Yaani nasikia kuna kitu hakiko sawa kabisa. Ni kweli hilo vazi ndugu yangu kuna vitu vikikupata moto huko ndani. Ninatamani kupeleka moto ungebadilisha tu. Kipo naomba ni change change ndugu yangu. Naungua. Unajua watu kunasema na kuangalia ni moja tu. Sawa. Unabadilisha. Ila nabadilisha. Tushukuru Kapo. Kabla tujaenda nimeona Kapo Vise na mke wako. Mungu wapa makofi kwao jamani. Umekata klasi C sasa. Unaweza kuja naye popote. Huyu ndo mchekeshaji pekee ambaye yuko proud na uhusiano wake. Yes. Sisi wengine ni manyang'ao. Kumwona mke wangu ufanye kazi ndugu yangu. Umemficha kama zile dawa. Umemficha kama dawa. Umemficha kama dawa. Anahusiana naye. Na mwingine naye amekuja na mwanamke wake. Badilisha tutamsema baadaye. Umeniona ninavyosuffocate. Kwa naomba mimi nisubiri kwanza ni change. Sawa. Nitarudi kinyume mgongo wazi kwa hiyo kwa mwanaume ukikaa mgongo wazi sio nzuri. Kipo Tosh naomba nikukute mimi ni change sasa. Sawa, change ndugu yangu. Na jasho likianza huko ndugu yangu linapita sehemu moja hivi sijui linajuaje kama hapo napata pana mfereji. Ila jasho. Unasikia pamoto kumbe ndo amefika katikati jasho hapo. Unayabana hivi. Nije shika kidogo. Huo wimbo unanikumbusha machungu. Usiupige tena. Leo nimeona watu wengi wako hapa. Niko na rafiki yangu DC, Niki wa pili. Ndoto yake ni kuwa rais. Imagine rais akiwa DC, mimi atanipa kitengo gani? Hata TAMISEMI huko ndugu zangu. Ananituma tu vibarua. Yuko Vunja pale. Niwasalimie.
Watu wanasema usiwataje DC wakati ananiokoa kwenye kesi ndogo ndogo hizi. Shukrani sana DC. Asante sana. Safi. Na kubaliki hapo tunapokuja mwili. Safi. Ingekuwa wengine wanakushika wambali kama ukoma. Lakini DC Niki anaonyesha kwamba tuko pamoja na Vunja. Ni rafiki zangu. Nashinda kwao, nishawaambia mara nyingi, hasa kwa Niki, niko kama mke wake pale kila siku naendaga. Hilo sijifichi, nakula vizuri. Kuna mdada yuko pale Mlimani Supermarket, yule mdada atakuja kumpa mimba kizembe sana yule. Niki anavyonituma kununua vyakula vya ndani, yeye anajua ni vyangu. Itayu kaka kila siku sausage, nasema subiri uje kwangu. Uambulie cabbage pumbavu wewe. Yeye anajua nina hela ni mimi. Maana hadi si aendagi supermarket, ni mheshimiwa wewe. Kipatoshi wapi? Chapu kwa haraka. Naenda na gari yake, anajua mimi nina hali ya ndugu yangu ninapaswa kama Juma Jicho. Kwa hiyo naishi vizuri kupitia Niki na Fred Vunja Bei. Shida ni pale ambapo tuko wote wawili, mimi na Vunja na Niki wa pili wakianza kubishana. Unajua wanabishana mpaka nafikia hatua ya kuchukia, wanaanza kuitana fara, wananihusisha na mimi huo ugomvi wao. Nashindwa niwe wapi. Huyu anasema acha uongo wewe. Yaani wewe kwa DC na unaniambia hivi? Unamfikia Kipatoshi dogo? Eti mimi na nishirikisha nimuite dogo DC. Namwambia Vunja mkubwa. Muendelee tu jamani. Wewe unamuelewa lakini mimi nawaelewa wote, sio mmoja. Wananichanganya sana. Maana ukisema unamuelewa Vunja, Niki anachukia. Ukisema huko upande wa Niki, Vunja anachukia. Na huyu hapa upande wa serikali huko. Tunashukuru sana DC. Wanatunyimanga vibali muda mwingine vya BASATA hivi, tunampigia Niki, anapiga ngazi za juu. Unaona urafiki huu? Dada kama huko hapo ukajua labda sina maana na marafiki wenye hela. Kwa hiyo nashukuru sana DC. Mungu akubariki. Ni mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa. Yaani ukija kuwa waziri, yaani mimi maisha naika na wewe sababu, sigombe chochote. Kidali official, makofi kidogo jamani. Sio zake. Huyu hapa uweze kupita kwa baba bila kufika kwa mwana ndugu yangu. Mwijaku sisi tunaokota kupitia indirect, sio wewe direct. Hala. Asante sana. Jamani, mwenzio yuko wapi? Yupo. Mkubwa chukua hela, mpumbavu hajalipa huko. Mwache tu. Safi. Tutafufua kesi yake sisi ambao tunaijua sasa hivi. Asante sana. Eliudi. Ndio wangu njoo uone mapacha. Yuko wapi mwenzio? Yuko wapi wale mapacha? Simameni tuwaone. Jamani wamevaa sare Simba wote. Mashabiki wa Simba wapigeni makofi wenzenu. Ndio wangu Eliudi. Wanahangaika kumvua ile nguo maskini. Muda wote alioingia huko. Sukari. Bado sana niendelee. Safi. Hivi nilishia wapi la hela? Basi nilimsahau dada yangu Lamata. Dada hai. Safi. Dada kwa nini mimi usinipe yule awe ananitaka na nilii? Judy anamtaka Luka hataki. Tupo vijana, hizo nafasi tunazitumia vizuri dada. Na huyo hapo pembeni naonaga na yule dada. Asante sana dada jamani. Wako single hawa nini? Mambo yangu haya. Maana mimi na mashangazi ni damu. Wadada mashangazi weupe kama wanafaa sana. Usijichanganye ukapata kishangazi la Kimara. Yana matatizo yanakula popcorn 7. Ndogo wangu. Njoo. Sawa. DJ, hauna wimbo wa Jux aliokuwa kule kama unajua tumekuwa kama wako wa Jux. Wakamwambia Jux atoe hela, akaanza kuuliza. Simba, una 5,500. Jinako akasema ninayo mimi. 5,500 zile ziko za Jinako. Na moja ya kitu ambacho kilinishangaza wa Nigeria na maana wamjui Onesimo.
Kwa sababu naye alilala chini. Jamani, ambao tukwenda kule sisi tulishona nguo. Yes. Jishi ilikuwa ni nauli. Ilikuwa ni nauli ambayo haikutushinda sisi tu hata istukizi. Kule ndio ilikuwa kweli haujui. Walikuwa wengi hata Cox dawa yao wakwenda. Maana kuna watu wanahudhuria kila harusi hapa da. Kwa sababu kamati ya Jux ilivyoitwa, lugha tu ilikuwa ni nyepesi. Jamani kwenda kila mtu anaruhusiwa. Kitambaa walikata kikubwa, walinunua sije kwa heshima. Ilikuwa kama mita 130. Ya ambao kugaramia mashono haikuwa gharama, nauli. Dasuti ulienda Nigeria na nauli shilingi ngapi kwenda Nigeria? Dola, nitajie kwa dola. 500. 700 ndo shilingi ngapi? Dola 700. Jamani mliosafiri mbona mko kimya? Asemkita wote dola 700 ni shilingi ngapi? Jamani wote mnasafiri kwenda Njombe jamani. Mdogo wangu. Ndio. Kwenda tu ilikuwa shilingi ngapi? Nimeona mshow furniture yuko. Yuko. Leo yuko peke yake. Shilingi ngapi dola 100? Milioni 1,900,000. Hiyo ni kwenda. Kwenda na kurudi. Bado hujalala. Gharama yetu ya ukumbi ndo watu wanasafiria. Kilichonisikitisha ni kwamba walisema tutawalipa, yani kwamba wa Nigeria tutawakomesha. Hivi kweli kwa ambavyo tunalipa double 70,000 tutamkomesha nani? Yani ndugu za Jux kutoka Mbalali kwa nauli za 35 tuwalipe wale wa Nigeria. Mimi chenyewe sijapenda ni namna walivyokuwa wanawatreat. Unajua kule Bidinasi ilikuwa ni ngumu kujua kama ni msanii. Mwijaku ndo ana taarifa zote. Amesema walirudi kwa ndege kupitia Kongo. Ni kweli DC? Na shughuli yoyote ukiona Mwijaku hajaenda unashindwa kuelewa. Issue ya kukata kitambaa au nauli. Shughuli kama hivyo Mwijaku ndio ni gharama sana. Yeye zake futari. Unajua kipindi cha kutulisha kile Mwijaku alikuwa kai kwake. Nimeshangaa. Unaona kwa JSM. Wala ameenda kwa nani yule salamu. Mimi nikajua baada ya pale ingekuwa ambassador hata wa Spice. Maana ilifika kipindi wakimwambia kuna futari, amepika nani? Yule na iliki naye. Analaumu viungo. Anaitwa DC wa Instagram. Alikuwa mkali juzi anamfanyia interview. Amefanya nini tena? Ndio yale mambo yako ya hali na wewe. Ni mwanadamu hajafa wewe na hujafa hujaumbika. Nenda Instagram, andika Mwijaku tuko wengi. Mimi naitwa Barton Mwemba. Alikuwa mkali. Lakini kimuuliza Mwijaku anakujibu hala. Lakini pale aliruka hilo jina kama sio lake. Alikataa akusema hata hala. Alirusha huku hala. Nikasema kumbe Mwijaku ana akili timamu, ni mtu kama sisi. Alafu kwenye kipindi chao alipoa, alikuwa anaogopa. Maana anapoongea si ndio ofisi ya TCRA. Anaogopa sija kachanganya vitu. Alipotulia kama sio yeye, unamwona? Hamna bwana. Nilikuwa nasema umeona mapacha wale pale? Duniani wawili. Yuko wapi mapacha? Simameni na dada. Jamani hebu simameni. Unajua tulipovana sisi ni kama matwini mdogo wangu. Lakini twini kutokea Tukuyu hamnaga. Yaani mkute mapacha wa mikoani wanakuwa wamefuba. Wow, it can change. Ndugu wangu, hapo nakumbuka na huko pia tuna nanili. Tuna mapacha. Wengine hapo. Jamani, ndio nie mmoja akiumwa na mwingine anaumwa. Nanili? Nani? Mr. Black naye anapacha wake. Black naomba msimame na pacha mwenzio. Black na Chesco ni mapacha, tulikuwa tujui. Yaani nilivyoshangaa hivyo. Njoni bwana watu waone. Njoni waone watu bwana. Kuna uambassador mnakosa wanatafutanga watu wa kufanana. Mbona pia John bwana. Simameni jamani. Hapo ndio mnatania. Makofi kwa mapacha jamani. Nani kutotesha? Njoni watu waone. Black. Tunaomba wanafanana kabisa. Wanafanana. Wote ni wanadamu wapo hai. Njoni kwa dada. Njoni. Ufanano wao ni wanadamu. Jamani. Wenzao wamevaa sare, sio wao mmoja kavaa kanzu, mmoja Muislamu, mmoja Mkristo. Ila mapacha. Wow. Yes. Hi twin. Yupi ndo Doto wanachanganya jamani. Haya sasa. Karibuni mapacha wengine. Usicheke ujaza. Wewe Juni. Bado ni mdogo jaza wewe. Unacheka nini? Unacheka nini? Ni mapacha. Karibuni jamani. Karibuni sana. Wow. Je, John huko ataangukia. Ndio msimamo.
kuna kitu kinaweza kutokea kiko sawa. Sasa njoo hapa dada. Asante. Yeah. Hi twin. Wamesahau kama ni mapacha wenyewe. Hawa. Ila maisha haya. Hawa wenzao mmoja akiumwa na mwingine anaumwa. Anajisikia vibaya. Ndugu zetu hawa mmoja akiumwa mwingine anamkuta kitambaa juu ya meza. Haya, nyie ndoto yenu ni kuoana na matwini. Tukuje, mko tayari? Usicheke kipotoshi. Mko tayari kukabiliana na matwini? Jichagulieni. Asanteni sana jamani, tuwapigie makofi hao matwini. Murudi sasa, lolote linaweza likatokea. Lakini dada zangu ninawaamini. Unajua wameweka vya umu vile vya meno vinaitwaje? Eti hizo nini? Blast rate. Zinaitwa? Waliweka wakina Black na wao walimeza. Wanaamka asubuhi mpaka leo 7. Tunashukuru sana Black. Unajua tunatania wewe na mtoto wako mnaishi. Waambie kweli. Yeah, true. Watu wanajua mnatania kama sio mapacha. Ni mapacha. Kitabu unaambiwa ile mapacha watokee. Sijui X na Y sijui anafanyaje, lakini wale ni X yalipandana hayo. Ni matwini. Hawa hapa mama yao ndo anaitwa mama wawili. Wale kule mmoja ni mama Black. Wanasemaga wewe unjue mama mwenye mtoto mmoja bonge na mwingine mwembamba. Hawajui mwenyewe Spirit Manesi wanamuonesha hawa hapa sasa, huyu sio wangu. Wale pale ukichukua simu zao ukiweka kwa mwingine ni Face ID ile mdogo wangu. Face ID. Inafungua simu ya mwenzie. Wote wawili. Ndugu zetu wale inazima. Simu inazima. Anakuambia who's this guy? Yaani yenyewe hijui kama ni mwenzie. Kipotoshi bana, sasa hivi jamani tunawashukuru sana mashabiki ambao mnawekaga picha za wasanii nyuma ya bajaji. Tunashukuru. Kuna kawaida ya mashabiki. Yes. Hawa watu mashabiki kuweka nyuma. Kwa mfano tuliona Mkubwa Vunja, kuna mtu aliweka kwenye bajaji. Na lengo la wasanii na kiredio pia aliwekwa nyuma ya bajaji. Alipauka haraka kiredio sijui kwa nini. Sasa wasanii wengi watu wanaitaka wasanii, lengo inakuwa ni target ili pengine Vunja akiona uniki asema mwiteni yule nimwekee mafuta. Sasa kuna jamaa mmoja alijichanganya akamweka kwenye bajaji Coca-Cola. Kwanza ile picha kuna muda ilikuwa inakaa unaiona inatoka machozi. Tumezoea mtu akiweka kwenye bajaji anasema nitafutieni yule kijana nimwekee full Coca-Cola, akasema naombeni mumtafute huyu tunafanyaje? Yaani yeye mwenyewe anaona ni fursa. Bajaji kuna siku ilipita Mikocheni. Ilishangaa bajaji naangalia huko ikafika Mikocheni kageukia huko. Haijazoea kupitishwa maeneo kama yale. Konkala yupo hapo Konkala. Konkala yupo. Visi yupo. Asante. Afu kitoto cha 2000 container jipya. Shout out kabisa. Boy yule Mbeya. Tunashukuru tulimsimamisha kiredio. Kiredio tunaomba usimame watu waone. Tunashukuru sana kwa kapo yenu mnatuheshimisha. Kiredio Leonardo, watu ambao wako proud wachekeshaji. Mr. Mwanya ukiangalia wote tuliowataja ni wembamba, ila wapenzi wao wamejinenepea. Sijui wananyonywa. Sema hivyo ni maneno makali kitu. Mimi nimeokoa. Tunaomba ukae, tumesema kapo sio vikundi Konka. Ana mahusiano kila siku ni ugomvi. Yeye na baby wake wanarusha tu kindege cha avieta. Wanalala wako hoi. Ugomvi kila siku, kusuluhisha nasimama barabarani na baba mko. Juzi ilivyofungwa Arsenal, mke wake ndo alikuwa sikusema mimi. Tuipe PSG unaona? Waifu ana beti. Anaitwa nani? Anaitwa nani mpenzi wake? Chi. Amemfupisha jina, anaitwa Chi. Yeye jina lake ni Chimwana. Yaani kinakuwa chiptu fulani chirefu lakini ya China afya. Kapo ambayo ukiamua kuchukua jina la kwanza la Coca na wewe una Chi unapata neno baya sana. Usiseme. Kweli. And Kipotoshi wewe wakati mimi nimepata tuzo. Sema mengine haya kupita. Wakati mimi wamenipendelea niliweke hivi. Ile tuzo ambayo ulikuwa unastahili wewe. Wakati mimi nimepata ukawa hupokei kabisa simu zangu. Haina kusema ukweli. Zile tuzo
kweli. Nizichocha upande wa pili. Upi, usitaje upande wa pili. Bosi wangu yuko. Yaani taja usifumbe fumbe. Amekaa wapi koi? Yumo, wewe sema hata wafanyakazi wenzangu si wale kule. Taja yani tuzo ile iliyotokea. Watu wanataka ile aliyopewa ya nani ya game changer? Sio vizuri kipotosha. Yule game changer alideserve. Mimi nataka wewe venye ulikosa. Hadi Baba Levo akakuanzisha kuchangishia rambirambi. Hapo kipotosha kaanza kuumwa kweli na nikasema maigizo haya. Ila kusema ukweli nilijipanga. Nilibeba na washikaji wawili kwa ajili ya kushika tuzo. Lakini baada ya kukosa mkarudi mmeshikamana. Kila mtu alishika njia yake. Ni kitu ambacho sikutarajia kusema ukweli. Ulitarajia, yani katika zile tuzo wewe hapo ilikuwa ni ipi? Silikuwa ni zote zile ambazo nimeshiriki. Yani ambayo hata wewe unasema hii iliyokufanya hadi unyong'onyee ukubali kuchangishiwa hela na Baba Levo kama umefariki. Ni ipi yani? Mimi nilikuwa naona kabisa ya kwako ndo ya kwangu. Ndio wangu ngoja nitoe ile dude naona joto hapo inaponiaksi. Sawa, vua. Uogopi hata kama kuna wako unavua tu nguo mbele za watu. Ngoja nirushe kama mashabiki wanavyofanya kwa wasanii. Wewe alijaribu hela wewe. Unamrushia mtu ambaye unamjua na kama baadaye visa ndio kulipo kwenye mimi. Tuliwahi kufanya usimrushie visa ni mume wa mtu. Uwe na adabu. Kwani usimrushie konkala? Konkala. Rushie konkala. Sasa leo tumemwona mchungaji, nashukuru sana. Huyu pastor mimi nilikuwa sijui kama ni pastor, hii ni true story. Siku wako wawili pale kanisani kwako Eliud. Maana mimi ananipelekanga tu Eliud nikizidiwa. Maana mimi na kanisa ni mbali sana. Pastor ya. Sasa pastor huyu nilikuwa sijui kama ni pastor. Siku moja tumeenda garage na Eliud, maana si magari yetu yanashinda garage kuliko barabarani. Sasa tumeenda garage, yule pastor akasema, "Kipotosha anakuja kusali." Yule pastor kavaa kishikaji tu. Hii ni true story. Mimi sikujua kama ni pastor. Yuko hapa. Sasa alikuwa amevaa cheni, kapiga raba. Mimi nilikuwa nimevaa brand nyingi, nimevaa Air Force, nimevaa Nike, kofia nimevaa Kappa, sijui kuna jina lingine, unajua kuna brand ile naogopa tu kuitaja lakini ni brand iko mtaani huko. Sasa akasema, "Kipotosha, mbona umepigia vitu vingi?" Mimi nikajua sio ni pastor. Yuko kawaida tu. Nikamwambia, "Bro, mimi mzungu." Sasa yule pastor kumbe ni pastor wa Eliud, tunaheshimiana. Sasa akasema, "Nasikia wewe unapenda mashangazi." Akasema, "Wale brother wale hawanaga gharama wale." Sasa mimi nikaanza kufunguka. Yeye akaanza kutaja vitu vya kiroho kwamba wale wana laana kubwa mdogo wangu. Akasema, "Laana labda kwako brother. Sisi tumekuburu." Sasa mimi nafunguka, huyu Eliud anaongea na simu pembeni, hata anishtui kama wewe ni mchungaji. Mimi nikaanza zidi kufunguka. Sasa, "Kwa wewe wale tatizo sana, changamoto iko wapi?" Akasema, "Changamoto haipo. Yaani ukitaka kumwini mshangazi yote yule, mpende mtoto wake." Kwa nikaana nampa mbinu, yeye ananikataza. Sasa baadaye nikaenda kwa Eliud, tunaongea nini? Akaniambia, "Mdogo wangu usifunguke sana. Yule pale ni pastor." Wakati mimi nishaongea vitu vingi huko. Sasa narudi pale, yule pastor ananiambia, "Sasa mimi shamjua yeye ni nani." Eti, "Kwa mashangazi mambo yako." Akasema, "Hamna, nilikuwa natania tu." Eti, "Hamna, lakini wanarahisisha kana jaribu kunipunguzia vifungu." Lakini mimi nikajua hapa ni mtego, ni shaya kanyaga. Kwa hiyo kutokea siku ile huwa sipokagi chochote mbele za watu. Ni kama watu mkubwa wanavyoniulizaga habari zako. Najua kama wametumwa. Wananiuliza, "Hivi Vunjabei sio mpenzi wake?" Nasema sijui. Nakataa futi 100. Wananiuliza habari nyingi sana. Kama uhusiano yako haya, nakwepa. Sawa. Zimevuja audio. Naweza kusema usemaji. Ukashukia. Kumbe unamnafikia. Wakati unaendelea, jamani, kuna zile barcode ambaye umeshinda laptop, tunaomba usimame. Ulie scan zile barcode mlipewa na wile zina zawadi. Tugawe kutoka IKEA Technology. Kama mmetupa laptop. Uliyeshinda, haya njoo dada, mpigieni makofi. Wewe si dada, ni kaka. Amevaa njano tu. Ni mfanyakazi mwenzenu. Itakuja mmeshinda wawili. Njoo na message, yani tuoneshe kwenye simu ilivyo display. Njoo dada, njoo chukue jamani. Tuendelee na unaleta utapeli wakati tumeweka barcode. Wewe yani ulivyoiskani nionyeshe pale kwenye simu ilipochora kwamba umeshinda laptop. Yaani hii ni laptop kutoka IKEA Technology, tunaomba tukupe. Chukua hii. Tuone kwanza hapo nimekuonesha. Hii hapa IKEA Technology wamekuzawadia, hongera sana. Kwa hiyo hii hapa mwingine jamani tunataka tugawe aliyeshinda laptop. Njoo haraka ndugu yangu. Yuko excited. Muda wa kwenda kujaza movie sasa.
Hapa ndo mtashinda ndani na bebi wako wahalifu wakubwa nyinyi. Na hadisiana tu series. Haya, hii hapa. Sasa tumeona tuzitoe mapema. Na kuna watu wameshinda hela. Hii hapa. Asante sana IKEA Technology na ni yenu hii. Sawa, hii ni laptop brother. Wewe leta. Wewe umeshinda nini? Hebu onesha. Ameshinda 10,000. Hiyo imeandikwa hela shilingi ngapi? 30,000. Sasa hii ni laptop kaka. Usiingie kwenye mahusiano katika umri mdogo, sawa? Waga inatokea. Sio wewe tu. Yaani malengo yanakuwa nje. Wanawake wanahitaji vitu kaka. Nafikiri sisi tunapenda kuwa hivi. Haya. Unaona yule kuna siku tulitoka Mwanza alienda kuomba msaada. Alienda kuomba msamaha Kijito Nyama. Yuko kwenye mahusiano msione hivi. Naye anaamsha popo kama haya. Mdogo wangu yuko kule. Hebu nani? Ambaye wewe 30 njoo chukua. Jamani kuna mtu scan ile barcode na laptop ziko, kuna laptop ziko. Tukupe haraka tuendelee. Yuko wapi? Anakuja? Plaza ni nani? Ni shemeji. Hapa sasa watu wanakuja na kapa naziweka nyumba kama bangi. Anataka kukaa nazo sambamba. Safi. Njoo chukua. Wewe 30 kupata chimpe 30 yake. Tugawe haraka. Hizi ndio tutachukulia. Tunapangua hapa tulizotoa. Tutafix kule. Mwanangu hiyo 30 yako. Kuna mwingine? Zilikuwa nini? Wewe ndio umepata laptop. Karibu class. Karibu sana. Pita tu kwa. Hapo wengine hamna shida. Mnaweza mkaziacha tu. Mkampa konka. Konka alishinda kizigo cha soda. Keti zima aliweka sherehe. Hiyo hapo brother. Shukrani sana. Hongera sana brother. Laptop hiyo. Asante sana kaka. Safi kaka. Una mahusiano mdogo? Aida kumuuliza mwanaume na mahusiano kama unamtaka. Nenda tu ndugu yangu. Nataka nikukemee. Wow. And Dar es Salaam hapa kuteguka dakika moja. Kipatoshi uliperform mbele ya Mheshimiwa Rais. Ungemalizia na jina sasa. Mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Ndugu wangu anachukua kulikuwa ile. Tuliweka 15,000 jamani pati. Bado lisema mwenge 1,000 hayo mpe nani yake. 5,000 ndugu yangu. 5,000 atachukua kwa ni Wairi Fashion. Nani? 5,000 au na 5,000 tukupe. Semeni. Hauna hela yoyote. Acha kusema mwachie. Hauna hela yoyote. Maskini. Tunarudije sasa Kimara? Mungu amekuona na nauli. Unaona mambo ya kujitoa muhanga. Hii. Wewe na wewe 30. Wewe nani? Barcode. Sio hujafanya ya yule dogo nyie. Wewe unataka kana badilishana simu kupagwa hawa. Hii ya mwisho kipato shiripa ya mwisho. Safi. Watatulipa tumelipa 75 tumelipa. IKEA anasikia. Tumezidisha. Kaka 30 asante. Okay. Safi sana. Kipotoshi uliperform mbele ya rais. Mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Moja kati ya siku ambayo niligundua wewe kumbe unajifanyisha. Kuongea habari za mashangazi? Sasa niongee ngono mbele ya rais na huko. Kwa sababu nilishangaa kwanza uliposalimia. Na mimi nasemaga nafikiri kwenye urais makabila wanazingatia. Mimi nikimwonaga Mmailiudi. Nasema hivi mama siku angekuwa rais. Na Ikuru, unajua Ikuru kuna wanawekaga wanyama. Kuna punda sio mnyama. Ni magari kwenye vijiji vya watu. Haya, wanawekaga punda milia, sijui swala, yale matausi, yani anainua wewe unaenda Ikulu ya wapi? Ukamkuta punda milia na swala. Si tumeenda Chamwino ndo zipo pale ambapo tulienda sisi. Sisi kazi zetu kaji. Sikia sasa nikusimulie na wazaga mama angekuwa Mnyakyusa, yani mama yangu yule Mnyakyusa awe rais. Yani tubandike maharage mimbuni iko kule. Mnyakyusa sasa wewe mwaka maharage chinja mbuni hiyo. Wale wanyama wangekuwa wanawaleta kila baada ya miezi mitatu. Kuna siku tungepika hata litwiga. Yani waje wako zake mama alafu awapikie maharage na twiga imekaa kule. Nikumwambia tu mwambie nani yule waziri wa sasa mambo ya TANAPA viongozi. Anaweza kumwambia tu mwambie hata mwana FA alete mbuni nyingine. Ana shughuli. Mbuni zimeisha. Na mimi naheshimu sana wamama. Unajua wamama ni kama CCTV. Unajua mama yako unaweza ukachukua hela, lete hela Kipatoshi. Tunafanya Yesu ndio kuturudisha. Maana mimi napanga mama yako unaweza ukachukua hela hivi unaondoka baba asione ukampa mama hivi. Hivi. Sawa. Yaani tabasamu ukiona amepitilizia huko ameshajua imezidi 50,000. Yaani usijua anahesabia nini. Uchangamfu wake tu unajua mama ameshajua hii ni 20 au 40.
Na akianza kukuombea, mama mwanangu, Mungu akulinde baba, uepushe na watesi. Konkala alimwekeaga naye mama yake hapo, kumbe ni silver zikadondoka zote. Kapu ya konkala ina mashati haya ya misiba ya watu haya. Kuna sehemu walienda kwenye msiba wa mtu, wamevaa msiba wa mtu mwingine. Yaani huko hapa RIP bibi alikufa ni mtoto. Wakinga wapendao na malaria amehudhuria kikao cha vinywaji. Wana mashati ya ukiandika unajua unaweza kukulewa makampuni. Mimi binafsi nimwambiaga mdogo wangu Eliudi, mimi siogopaji kuongea mambo yangu hadharani. Wewe. Mimi shatimbiaga na wanawake aina mbalimbali. Na lengo ni kutafuta, usiondoke mdogo wangu, na wewe mwenyewe najua tuna mahusiano. Sasa safari moja nikaamua kutembea na wacheza mpira, sikuwahi kutembea nao wa kike wanaocheza mpira timu za taifa hao. Niko vizuri, tunasaka chimbo kwa chimbo. Mimi shatembea na wabeki 3. Sasa hivi bado mzungu. Natamani sana wazungu mdogo wangu. Wazungu kama yule aliyempata Mr. Black. Mzungu anaitwa Lecho. Ana madeni, yani anapitia changamoto. Mzungu amekaa Tanzania mpaka najiona mzawa. Mzawa kabisa, ana vikundi vya kikoba na endo mwenyekiti. Ana genge ameandika Lecho mzawa. Hapa hamna mzungu, wao hiyo ya wachezaji. Sasa mimi nilibatikanga mchezaji mmoja. Hii sio kama nawadanganya, ni harakati. Huyo alicheka, sio ladies zetu hawa. Maana tunakuaga wengi. Watu wanakuepaga sana wale wadada. Mimi nikaamua shida ya wale wadada hawako romantic. Unakuta jina yake yani mtu ambaye anamuinspire anaitwa John Boko. Kwa hiyo yeye anaitwa Boko, yeye mwenyewe dada. Kwa imagine unatembea na Boko, ni namba 9 huyo. Au imagine unatembea na mdada, ni mpenzi wako anachezea labda Simba Queens, anacheza namba 2. Anamwaga maji yani. Nani kipotoshi? Bado simalizia mdogo wangu, watu wanadisia mambo ya ndani, hawanaga gharama wale. Yani wao unaona hao wanakuomba hela sijui za mawigi, wao wanaomba hela za njumu. Njumu shinigadi socks baby, nimeishiwa njumu. Unaonaga ukiwaletaga getu hao wanawake wengine sijui. Usiseme kama nawaletaga. Yaani unavyo kama unanitumia kama ushuhuda. Wewe sasa. Hao wengine ukiwaleta Masai Queen uweke nyimbo sijui za mapenzi. Wale unaweka nyimbo za mpira. Yaani utakuta Baraka Mpenja na mtangaza yeye ndo anapata mizuka hapo. Au nyimbo za UEFA Champions League. Kwa wewe unaenda kuziconvert zinakuwa audio. Ikisha Champions anakuja Baraka Mpenja. Kuna sehemu napeleka moto vibaya. Wewe nani kipotoshi? Tunawashukuru nani kipotoshi mwenzio mdogo wangu yuko wa kweli. Watu kweli wananiambiaga unaishije na yule na kuteteaga. Sasa okay, au wanakuambia unaishije na yule kwamba wanakuhisi wewe peleki moto. Napeleka nikitumwa. Wewe nani kipotoshi? Kuna jamaa yetu bwana ametoka Zanzibar. Watu kina Eliudi kama hawa wana miguno vibaya hawa. Walokole hawa. Anataja vifungu vya bibi. Yohana mtakatifu. Zakayo mtoza ushuru. Bora hata sisi mnajijua. Simuone hivyo Eliudi anajikunja. Kasturi kama haka na kashikilia. Babu huyu usimwone unamjua. Naendaga kwake anatoka anajifunga taulo limepinda huko. Anajifunga makachu. Ndugu yangu. Hao wanatunza dola pale na puruka pale wapi Zanzibar pale. Euro 5 ni shilingi ngapi nani simkita? Euro 5. Tunamuuliza ndo rafiki yetu bana change hela. Uwezo kumuuliza Konkala. Akaambia Euro 5 ni kama UEFA tu. Zichanganya ziwe kumi. Tupe baba unaweza kutuchangia. Change. Unaona marafiki zetu najua wana hela hawa. Asante ulileta hivyo vinyo, usiseme tena hivyo sawa. Ya kujikunja. Sasa nyie si mnaona huyu siku moja bwana akawa anaotaga ndoto mbaya. Unakumbuka simkita? Alikuja yeye mwenyewe akasema nimpeleke kanisani akaombewe. Hicho kwa mimi kipotoshi najua ni mapepo tu yanarudi rudi. Lakini aliokoka waambie watu kweli. Huu ni ushuhuda. Kweli. Sikatai. Wewe ulifanyaje? Sijui ni nini kiko ndani usiku unajua mambo ya ngono na yenyewe haya.
ukiwa kama mkubali mshua na amua kupitishia kwamba majaribu uone kama Mungu yupo. Siku ile alinikaba, yani sijui ni nini. Unajua mimi ni jasiri sana, lakini siku ile nikaenda kulala kwa rafiki yangu. Sasa kesho nikamhadithia yule, akanipeleka kwa pastor anaitwa nani? Sanbela. Yule pastor kumbe ni shabiki yangu, sijui ushabiki yeye anapendaga ni nini kwangu yule pastor. Ni kweli. Sasa akasema kipotoshi na kukubali sasa, akasema maskini ya Mungu huyu baba huyu. Sasa alichokichanganya akaniomba paka namba. Akawa na namba yangu, akasema nikaombewa Jumatatu, akasema rudi Jumatano. Sasa aliponiombea hizo siku akasema Jumatano tena uje Jumatatu. Sasa aliponiombea siku mbili mimi nikaona kama nimepona yale mapepo ya rudigi. Nikaona sasa Jumatatu ya nini tena, niko fiti. Nikaendelea na shughuli zangu. Sasa nimesema namba kama leo. Alafu unajua yuko shapu kuna status. Nikashangaa mimi status WhatsApp, nasema na mimi napopostiki vitu vyangu sasa siku najijua. Nikamblock. Amebaro kumuujiza wake. Nimemblock baada ya wiki nikamfungulia. Nilikuwa natangaza pale kwamba tutakutana tena kafusi wa dada. Akaviu nikasema sasa huyu pastor utakorofishana wewe. Akalaga block mpaka sasa hivi. Ila ulikuja uliombewa wewe. Niliombewa kusema ukweli. Pepo alijatoka. Kuna sema kama pepo, wewe pepo likae kwa koka. Pepo linanyosha spirit, litaondoka kwa njaa. Baba atakuwa analinywesha pombe hadi ili hekalu sio langu. Yaani kuna vitu ambavyo hatuwezi kuwakuta wapi, kwa mfano sijui ni nini ile watu ni chakula kama allergy. Allergy de konkala. Allergy ni magonjwa ya watoto. Sasa konkala umri ule allergy ya nini? Tumezungumzia kuhusu mapepo. Unajua kuna mchungaji Jisienje ulikuja hapo. Mtumishi wa Mungu alinunua tiketi yule. Kwa hiyo mimi nilialika watumishi wa Mungu huko. Na mimi nilialika wakina Cox dawa yao. Kila mtu na line zake. Anaitwa Amani Dickson. Sio nalala saa ngapi na comment kila sehemu. Kosi. So tumezungumzia kuhusu mapepo. Unajua mapepo yana uimara kulingana na mkoa. Kweli. Kwa mfano